Mimi nilikuambia vifaa vipo ofisini. We mbishi. Haya sasa. Changala pwani hilo. Mimi mwenzako hapo. Kwanza mimi kutoka hata nje ya ndoa sijawahi. Nampenda mke wangu. Kwanza ukiniona mimi ni mnyonge. Alafu unavyoniona mimi nikwambie na ukome kunifuatilia. Kwanza mtoto watu mimi mpole, mnyenyekevu. Halo, Mshenga. Wahi nyumbani upesi, yani wahi na kuomba tafadhali wahi. Umefiwa? Yana Nakaya, mtoto wa mtaa wa Uswahili, alikuwa na ndoto zenye mwanga wa asubuhi. Alitaka kusoma, kujenga maisha yake, lakini umasikini ukafunga njia za. Sikiliza mwanangu, dunia ya wafu haina tija, kwa maana usitake kupiga mswaki angali kopo bado lipo wazi mwanangu, maana tegemeo laja amali yaondoka mwanangu, sijui unanielewa? Kwa hiyo nilichukua, naomba mwanangu uolewe. Nakuelewa mama, na ulichoongea ni sahihi kabisa. Ila kwa sasa mimi sipo tayari kuolewa. Nahitaji nijipange kwenye maisha yangu, nisimtegemee mume wangu baadaye. Sawa, lakini inatakiwa kwanza uolewe, alafu ndo unajipanga. Ukiwa na mumeo ndio maisha mazuri, ndoa inaheshimisha mwanangu. Wewe hapo japokuwa msichana mdogo, lakini ukiwa na ndoa yako kila mtu atakuheshimu. Lakini ukiwa hivi hivi tu msichana una ndoa, hata kama hukuwa changu doa utakuta changu doa. Kwa sababu gani? Una ndoa. Kwa hiyo mwanangu, ndoa ni muhimu katika sisi hasa wanawake. Oh baba, karibu. Naanza na hili la mwanangu kabla sijafika kwenye mada yenyewe kamili. Kwanza nasikia mwanangu unamsumbua sana we baba we. Vipi? Farasi hana mbio? Farasi ndio anazo, ila ule mkamatiaji farasi, ili mradi farasi akimbie hayupo. Ina maana farasi hawezi kukimbia mpaka apate mtu amvute ndo akimbie, si ndio? Yaani kuhusiana na farasi lazima umtie hatamu ili umvute apate kukimbia vizuri. Haya, tuachane na hayo. Baba, nimerudi. Naomba kodi yangu, nina shida zangu, nina mambo yangu ya kufanya. Kuhusiana na jambo la kodi, ulishampa mwanao tayari au mwanao hajakwambia? Unampa mwanangu kodi? Aliniambia mimi mwenyewe kwamba tena alitufuata asubuhi kabisa. Akatugongea mlango, akaniambia hivi, nataka kodi. Nikamwambia kodi sisi tunampa mama yako. Akatuambia hivi, kodi nipeni mimi. Mama akiondoka si mimi nipeni mimi kodi, akija mama nitamkabidhi. Hivi mwanao nishampa kodi. Mimi na wewe hatujaagana hivyo.
Hata siku moja sijaambieni kodi yangu mumpe mwanangu. Kwa nini leo mumpe? Au mnataka kunizulumu? Baba mwandani utahama ujue. Utahama na kundi lako ulikuwa nalo. Basi mama, usijali. Sawa. Mimi kodi natoa. Yaani hapa najifundisha kabisa kwamba na mimi mwenyewe inabidi nijenge niwe na kwangu. Sababu tabu ndio shida mama. Mimi kodi nitatoa. Naenda kuuza ile redio yangu ndani mule aloniletea yule mteja ili nikupatie hela yako ya kodi. Kwa hiyo uuze redio yako sijui ya mteja. Kumbe unaletewa vitu vya kutengenezea unatengenezea hapa ndani. Ukichoma nyumba yangu hii utailipa. Hiyo kodi unashindwa kulipa. Wewe baba tafadhali, mimi mambo ya redio sijui, mimi nataka pesa yangu. Mwanangu jamani. Karibu sana mwana. Kaka jamani, tumekumisi. Mwanangu. Marahaba za siku. Za safari. Mwanangu nimekumisi, alhamdulillah umenikuta mwanangu. Haya za huko. Za maisha. Kimya baba. Presha mwanangu inapanda inashuka, inapanda inashuka. Mama nashukuru nimerudi salama. Nashukuru hata mimi kukuona mwanangu. Nashukuru sana. Shikamoo kaka. Mungu huyu. Nimekumisi sana, nimekumisi kaka jamani. Karibu baba. Asante, vipi? Haya, huyu mwingine yuko wapi? Mwanangu wewe. Yote ndio neema hiyo. Dadako mwingine naye ameshapata mwenziwe, ameolewa. Yuko kwa mumewe. Lakini mbona taarifa jamani ya... Sasa si ndio hivyo, uko mbali, simu zenyewe upatikani mwanangu, Lakini Mungu ni mwema mama. Mradi nimerudi. Na kitu kitakwenda sawa. Nashukuru sana. Bado huyu zamu yake sasa. Dada yangu pate mchumba. Alete barua hapa. Alete mahali. Uolewe kabisa. Na ndoa yake mimi nitasimamia mimi kwa sababu nimerudi sasa hivi niko vizuri mama. Sawa. Kwa mama mimi nashukuru sana. Ila nimeleta mara moja begi mama yangu sio mkaaji. Maana kuna mzigo nimekuja nao, nimekuja na mali kule. Na zawadi zenu kibao, kwa ngoja nikazifuate. Kaka naomba twende wote. Tena umeona sasa. Sawa, nenda naye akakusaidia mizigo hiyo. Misi wote. Lazima ukumisi siku nyingi. Jamani. Nashukuru mwanangu jamani. Miaka 5 mwanangu sijamuona. Leo umekuja. Nashukuru umenikuta. Mamako kila siku mapresha. Nikasema mimi nitakufa mwanangu anioni huyo, aniziki huyu. Leo Mungu amekuleta, nashukuru. Yaani leo nitalala. Mimi nitakugia lakini naomba unikubalie miezi 3. Sasa hiyo miezi 3 vipi unilipe? Kwa nini unilipe miezi 3 na kodi yangu ya miezi 6 nakudai? Alafu unilipe miezi 3. Kwa nini unalipa kidogo kidogo? Mimi sipendi mkataba huo na sina mkataba huo kunipa miezi 3. Baba tafikishana pabaya ujue. Nataka kodi yangu, nitafunga chumba kile. Nitamwita mjumbe nikutolee vyombo uende ukatafute nyumba huko. Basi sawa. Sisi kweli tukosa na tuchukulie kama wana. Mambo ya kuhama sasa hivi gharama. Uende ukatafute chumba cha shilingi 50,000. Pia pale mwenye nyumba anakuambia una familia, nikimwambia ndio atakwambia mimi sitaki mtu mwenye familia. Wenye nyumba sasa hivi ni wasumbufu, sisi wapangaji ndio tunapata tabu. Na ndio maana dalali nilimwambia kwamba usinipeleke nyumba ambayo mwenye nyumba anakaa humo. Kwa hiyo wewe unataka uje kwenye nyumba hiyo ukutamie nimekufa, si ndio? Ulivyokuja ulivyonikuta, kwa nini ukaondoka ukamwambia mimi sitaki, na kwa nini ulikubali kukaa? Sasa mimi nakwambia toka nenda kapange nyumba isiyokuwa na mwenye nyumba. Hapa sitaki. Naona unaletea Kiswahili sasa. Basi ngoja mimi nikauze tu redio yangu mama. Wewe hiyo redio utauza leo kesho au sasa hivi? Sasa hivi tu naenda kuchukua hela mshiko na kuletea, nikishindwa nainga vikoba na kopa na kuletea. Ufanye hivyo baba, uniletee hela yangu. Ndio maana wapangaji sasa hivi tuna harakati ya kufanya nyinyi wenye nyumba muondoke mwende kijijini huko, tubaki wapangaji tu. Wewe utahama humo, wewe lete jeuri tu. Hiyo nyumba sio yako. Mzee, kitu kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu. Kukuuliza, mume wangu unamdai feni ama kuna vitu vingine mbali na feni? Mimi najua umekuja kunipa jibu la ombi lako. Feni gani? Feni gani? Wakati mume wangu mimi nimemuuliza akasema unamdai feni, na ndio maana nimekuja hapa kukuuliza hilo feni shilingi ngapi ili tukulipe. Maana ujio wako usiku sisi hatutaki. Mume wako simdai feni, lakini ninachomdai anakijua.
Ndio mimi mkeo nataka kujua unamdai nini, ndio maana nimekuja hapa kwako kukuuliza swali. Mbona una yumba? Ndio sikuelewi. Wewe sema unamdai nini mume wangu, ili tujue tunakulipa vipi. Nisikilize binti, mumeo anataka kujua utamu wa embe bichi pasipo mawio. Mbona unazunguka? Si unaambia mnadaiana kipi? Mate mengi yakitoka huwa hayaashirii upendo, ila yanaashiria kifo na husuda ya kaburi. Mdogo wangu, nakusii na nakushauri katika maisha yako usije ukalazimishwa na ukakubali kuolewa na mwanaume ambaye si wa ndoto zako. Nalielewa hilo dada, ndio maana kama siwezi kufanya kitu kama hicho. Na kwanza sina muda wa kuolewa sasa hivi. Najivunia kuwa na mdogo kama wewe, unajitambua sana. Mdogo wangu, unapitia wakati mgumu, napitia matatizo mazito. Laiti moyo wangu ungekuwa unaonekana maumivu, sijui ingekuwaje mdogo wangu. Hivi mama ndani yupo? Atoke wapi? Kaenda kwenye vikao vyake huko. Sasa nakuomba, maana Kizinga kila nikimpigia apokei, mpaka nimembadilishia namba ngeni nayo pia apokei. Hapo huyo Zinga unayemzungumzia wewe, Zinga amekuwa mlevi. Unajua mlevi wa kutupwa, anaokotwa huko barabarani. Yaani mimi ningekuwa dada mimi wewe, ningemchukua huyo Zinga nikaishi naye mbali, yaani nikaenda naye mbali nikatoroka. Hivi unajisikia garaha gani kuwa na huyo mzee? Sasa mtafute Zinga, mwambie tukutane Mkwajuni na maongezi naye marefu sana. Mzee, unamaanisha nini? Mumeo anatembea na mke wangu, mwambie aache kabisa, asirudie, ama sivyo atapata furaha ya dunia na ataona chuki ya kifo. Ulichosema unamaanisha ama? Mimi sio mzee wako, ila ni mumeo mtarajiwa. Nisaidie mdogo wangu. Sawa, lakini sijui kama nitaelewana naye, kwa sababu huyo Zinga amekuwa mlevi. Yaani sijui naenda kuanzia wapi kwa kuongea naye. Ndugu wangu, unajua wewe ndio kila kitu kwenye maisha yangu, na wewe ndio msaada wangu, na imani wewe ili jambo ukilisimamia litafanikiwa, na mimi Zinga nitakutana naye. Nisaidie mdogo wangu. Sawa, nitalipambania hilo. Mzee ananipigia, nilimwambia nenda hapo gengeni, nani hapa Shaz, kuja niende mdogo wangu, tutawasiliana. Sawa mwai. Kishindo Kishindo mama, kishindo.
hai hii. Kuna baridi la ndoto lakimbiza upepo. Kuna damu na jasho zakimbiza ndoto.